si wewe kama sasa. Oh, mama. Wakileta miko Mama. Sasa ndo nakwambia wale ni mafasu wale Bilnasi amejamani hivi. Sasa nikubalizie kwa kusema hivi. Wewe mtoto wa Kijaluo mwenye umejaa kipara una nia gani na Afrika? Mbona unaruhusu wabeberu wa kutumia? Nadhani mashehe wako sahihi kwa kuongea kwamba wakati panapokuwa na machafuko dini haifai kuegemea pale popote. Right, inakuwaje timu ya Watongo Nguvu? Hii ni Brand Africa Media. Of course, mambo over the weekend kumekuwa na issues nyingi sana zina trend na tulitaka kutafuta maoni ambayo yanaweza tusaidia sisi kufahamu mambo haya kwa kina zaidi, na nani mwingine ambaye angeweza kutusaidia kuyadadavua haya masuala yote kama sio the East Africa one, East Africa number uno. Oh no. Inakuwaje mzee? Kama dawa kama chawa mwanangu. Mungu anasaidia. Mungu anasaidia siku zote, tunavimba tunatamba kama kawa. Very nice. So over the weekend, one of the biggest issues ambazo zimetrend East Africa na Africa nzima ni issue ya Larry Madowo na ile documentary ya CNN ambayo imeexpose baadhi ya mili ambayo iliweza kupatikana kule Bongo kwamba ilikuwa imezikwa, lakini pia kuna mwanamke ambaye inasemekana aliuawa na polisi lakini alikuwa ni mjamzito wa miezi 3 na yeye ndiye alikuwa breadwinner kwa familia yake. Nina uhakika umeiona hiyo taarifa. Sijui maoni yako kwanza ni yapi? Unajua, kwanza ningependa kukuambia kwamba ningependa kumuuliza huyo kibaraka ambaye anatumiwa na wazungu kuongelea masuala za nchi ya Kiafrika ama kuongea kuhusu mapungufu ya nchi ya Afrika. Namuuliza, wewe umekuwa ukifanya kazi sana kwa muda mrefu, umewafanyia wale wakoloni kazi na umekuwa kibaraka wao. Lini umekuja hapo ukatangaza Masai Mara ni mzuri sana, inapendeza? Ama ukaenda pale Tanzania ukatangaza mbuga ya wanyama inapendeza? Ama ukaenda pale Uganda ukatangaza kuhusu mbuga ya wanyama, kuambia wale vibaraka wako wale wakoloni wakuje waone ili uchumi ya nchi ipande juu? Wewe kama kibaraka ambao unatumika, nataka nimuulize, Tanzania inajulikana sana ni nchi ambao iko na vyakula ambazo zimekuwa zikilisha region ya East Africa. Imejulikana kama nchi imekuwa na amani, nchi ya watu wenye staarabu, nchi ya watu ambao wanapenda kukaribisha wageni. Lini umechukua hiyo documentary yako ukaenda ukafanya kuhusu nchi ili uvutie watalii wakuje? Wewe tunakuona tu wakati tuna maandamano hapa Kenya, wakati tuko na mashida hapa Kenya, unakuja na kamera unachukua, alafu unarudi kwa vibaraka vyako kwa wakoloni wako. Wakati askari wetu wanaenda kuweka amani Haiti, wewe ndio unakuwa tena wa kwanza kipao mbele kwenda kusema kwamba maaskari ambao wako huko wanawawa. Wewe wakati kuna machafuko unakuwa ni first person kukuja kuenda kusukuma ajenda ambazo zinafanyika hapa Afrika ambao wao wakoloni ndio wamechochea. Nataka nikwambie kitu moja. Ile janga ama amejaribu kusema kuna kaburi ambayo imefanya mass grave ambao watu walizikwa, akatumia satellite kuimulika. Ametumia nini? Satellite kuimulika. Ukiangalia kwenye picha unaona kumekauka. Hiyo makaburi iko karibu na mji ambao watu wako. Hata kama watu ambao wamefanya kitu kama hicho, hata kama ni mtoto mdogo, hawezi kufanya karibu na mji, ataenda kufanya kwenye forest. Angetuonesha kwenye katikati ya forest, pale penye forest ambapo hakuna watu, tungemwamini, tungejua ni ukweli. Despite bado tunamshuku ni uongo. Wakati kaburi inachimbwa lazima kukuwe na grader inachimbwa kwa sababu ni ya mass burial. Mbona hiyo satellite yako haijatumulikia grader? Mbona hiyo satellite yako haijatumulikia wakati vitu zinafanyika? Satellite inamulika tu mchanga. Una nia gani? Wewe mtoto wa Kijaluo mwenye umejaa kipara, una nia gani na Afrika? Mbona unaruhusu wabeberu wakutumie kwa kuchafua jina ya Waafrika wenzako? Ulisikia Donald Trump alisema na mdomo yake ya kwamba hiyo media ambao huo mtoto Mjaluo kipara anawafanyia kazi, hiyo media inatangaza fake news. Yeye ni rais wa superpower country, anajua kuna resources ya kujua. Kama yeye ndiye amesema hivi, mbona wewe Mwafrika mwenye unakuja kucelebrate mtoto
kwa kuenda kuuza uchi. Do you know Marekani watu wangapi wanakufa kila siku? Umewahi kusikia wakitangaza? Wanafunika madhaifu ya nchi yao. Unapatia pointi? Tunamwambia hivi, haujafaulu, utaselebretiwa na wachache ambao wana akili fupi kama mkia yangu ya kitimoto, ambao hawajafunguka akili. Watu wamefunguka akili, wanajua ni kibaraka tu unatumika na watu. Lakini bongo watu wamemcelebrate sana yule mwamba, wanasema ana akili. Mtandaoni watu 10 ni milioni 1. Unapatia pointi? Nitakurudia kwa kuambia hivi, yule ni kibaraka ya wazungu, anatumika na wazungu. Mbona yeye akakuwa bias? Unajua kuna watu ambao walikuwa wanachinjwa, askari wanachinjwa. Kuna clip ambao askari anakatwa kichwa kabisa. Huyo ni mwandamanaji wa amani unataka kuongelea? Unajua kuna petrol stations zilikuwa zinachomwa kabisa, mpaka kuna watu walikuwa wanachoma pale penye mali za watu ambao wametolea jasho. Huyo ni mwandamanaji wa kawaida, alikuwa anachoma nani? Unajua kuna wamama walibakwa. Unajua kuna maskari walipigwa risasi. Ilikuwa ni maandamano ya amani hadi wauni wakaingilia. And I'm sorry to use this word. There was an attempt coup ya kudondoa serikali ya Mama Samia Suluhu mamlakani. Na ndo maana wale watu wote walikuwa wanazunguka wakipiga kelele kwenye mitandao, ambao wanajiita activist, wanaishi hapa Kilimani, wengine wanaishi Karen, watoto wao wanaenda kwa mashule kubwa international school, walikuwa wanasema kwamba tutoke twende tuchukue serikali. Wako waitumia njia tufanye maandamano ya amani, tuelezee shida zetu. Ilikuwa twende tuchukue serikali tarehe 29, twende tuchukue serikali, twende tuchukue. Walishindwa tu kusema twende tupindue serikali, lakini kwa sababu wako taka waifanye ionekane inafanyika ni kawaida, lazima wangesema watu waandamane ndio wahuni waingilie. Mtu mwenye ana mawazo fupi, ambaye leo kama wewe mwandishi wa habari mwenye akili fupi, hauta understand hii maneno. Na kurudia kwa kuambia hivi, if you are a journalist, stop being biased. Eleza maneno wazi na peupe. Kama wewe ni investigative journalism, nenda kaseme ya kwamba kulikuwa na hii, kulikuwa na hii, kulikuwa na hii. Wacha kusema one side of the story kwa sababu unataka upigiwe makofi ama unataka kutumikia kibaraka wako ndio upande juu. Na shehe, ukizungumzia biasness, jana msemaji mkuu wa serikali ya mama amezungumza pia na akasema ya kwamba media za bongo ukiangalia hata magazeti wanaisifu serikali, lakini bado kuna wabongo wanalia, wanasema watu wao wamepotea tangu tarehe 29 mpaka leo hawajaonekana. Sasa serikali, shehe, wewe sio mtu ama sina uwezo wa kutoa taarifa rasmi kuhusu serikali. Kwenye ground kule mambo ni tofauti. Wao wanaketi, media wako pale, wanaketi wanaona vitu ambazo zinafanyika kwenye ground. Uchochezi kubwa inatoka hapa nchini Kenya na kwingine ambapo watu wanatupa uchochezi, kwa sababu kuna watu sio wa Kenya, kuna watu ambao wamekuja hapa wanajifanya wamekuja kutafuta kitu cha political asylum. Wanapokuja hapa wao ni wakimbizi wa kisiasa, wanaishiji kama wakimbizi wa kisiasa, na watoto wao wanaenda kwa mashule za bei, wanaendesha Range Rover, wanaishi kwenye majumba vya bei na wanajiita political asylum. Nani kawalipa? Stop being someone that is not updated. Laiti wabongo wangefunguka macho, wajue ya kwamba nchi yao ni kubwa sana kushinda wanasiasa hao ambao wanajifanya wanapenda nchi yao. Wangefungua macho, wawache kucelebrate watu ambao wanataka kuharibu taifa lako. Kama mwandishi wa habari anaweza kuwa na access ya satellite, achukue vitu ambazo ni za uongo kwa nchi mpaka awekelee nchi uongo, inamaanisha wewe mbongo utakaa na amani useme kwamba unapigia makofi wewe mwandishi wa habari? Utajuaje kama kesho atatumika kumaliza nchi yako? Nchi ni yako. Nchi sio ya Mwingereza. Nchi ya bongo iko na rasilimali ambazo zinatosha kusaidia nchi za mataifa zingine. Na wakati wale wababeru wanapoona hivyo, wanatumia vyombo vitatu: vyama vya upinzani, wanaharakati na international media, ambao huyo
dogo ambao ni kipara Mjaluo anawafanyia kazi. Fungueni macho wa Bongo muone, fungueni macho. Lakini Alafu hizi ni za ndani. Sina time ya kuongea kupita hapo, wache ibaki hivyo, iishe hivyo. Hii clip waone, waseme kama mimi ni mchizi, na kama mtu ana akili apende nchi yake kushinda huyo mwenye anamsifia kipara Mjaluo ambaye anaongea rumors. right, Shehe, ukiachana na hilo pia kumekuwa na issue kule Tanzania pia vile vile. Watu wameichukulia ile vita ambayo ipo Tanzania sasa hivi kama ni religious. Kuna baadhi ya mashehe ambao wanasema labda ni vita tu vya kidini, ni Wakristo ndio wanasababisha machafuko kule Tanzania. Sijui kama wewe kama mtu ambaye uko kwenye dini sasa hivi una mambo gani ambayo unaweza ukazungumza tu kuhusiana na issue nzima. Nadhani mashehe wako sahihi kwa kuongea kwamba wakati panapokuwa na machafuko, dini haifai kuegemea pale popote. Dini ni ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatangaza amani. Wakati unaona askofu anasimama na kashifu na kuongea vibaya kuhusu serikali ambayo iko kwa mamlaka, unataka na kuchochea wananchi, huyo ni askofu ama ni mwanasiasa? Tunahitaji kutofautisha siasa na kutofautisha dini. Wakati kuna machafuko, watu wanakimbilia kanisani, na dini, iwe kanisa iwe msikiti, ndo ina juhudi ya kuhakikisha kwamba tuko na watu ambao ni watu wanafaa kwenye jamii. Kwa maana sisi tulizaliwa tukienda kanisani. Kanisa inafundisha amani, inaweka mbegu ya amani. Kanisa inaweka mbegu ya kuishi na watu vizuri. Msikiti inafundisha kuhusu amani na kuishi na watu vizuri. Wakati tunaenda kwenye majumba za imani kutafuta chakula ya roho na kutafuta mambo ambayo yanaweka amani, tunakutana na siasa. Unafikiriaje? Unapataje? Tukue makini sana, tusije tukaleta vita za madini, kwa sababu kumbuka, Mama Samia Suluhu ni mama yetu kwa imani. Tunampenda kama Waislamu. Na pia kulikuwa kuna marais ambao pia walikuwa wa dini zingine na walipendwa. So ni juhudi ya dini, viongozi wa dini kuhakikisha tumeweka amani. Sawa Shehe, acha tuachane na siasa kidogo, tuzungumzie muziki. Samahani sana, kibaridi cha Nairobi. Juzi kati hapa kuna Mbosso ametoa open challenge, akaambia wasanii mtu yoyote ambaye anaweza kuingiza vesi kwenye power ya kwake aeke. Yes. Bien akakuja akafanya makamuzi kutoka huko Kenya. Takataka. Tumemwona Billnass pia ameweka kitu. Mwamba, tulia hapo. Acha Shehe. Atulia hapo. Ojeli wafunika wote. Umetaja nani hapo? Ulivyotaja wewe mwenyewe umemtaja nani? Umemtaja nani? Billnass. Anaitwa Nenga. Mume wa Nandi. Mume wa Nandi. Sasa huyo ndo mwamba huyo. Kaangusha nondo ambayo imesumbua sana kitambo. Acha Shehe. Ya Ojidi imetesa ya Oji. Mwambie Mashful. Tunamwambiaje? Basi kwaje? Mtoto anapiga simu ni kama mtoto anapiga simu ni kama anaitisha figo mwanangu. Acha Shehe. Baba, mstari ambazo zimeenda shule, zimerudi saa 8 shuleni. Tunataka kuambia Nenga. Sasa wewe tumekuona na Wakenya wamekubali sana. For the first time Wakenya wanakubali, wanasema Nenga ameangusha mambo manondo mazito mpaka imefanya mpaka wamerudi. Sisi wenyewe mabosi, tunaminena mabosi, wakisemena mabosi, tunaminena mabosi. Pum. Kula chuma hicho mwanangu, umesikia? Chuma hicho umesikia? Tunaona. Unasikia wanangu huko kwa wanao. Wenyewe mabosi. Wewe kama sasa. Mama. Amewakileta mikosi. Mama. Sasa ndo nakwambia wale ni mafasu wale Billnass amejaa mafani hivi. Sasa nikumalizie kwa kusema hivi. Msenga, acha nikwambia. Mwanangu, acha nikwambie kwa kusema hivi nikumalizia. Nataka nikwambie kwa kusema hivi. Ninaomba Mbosso kwa heshima na taadhima, mshirikishe vasi yako. Mweke CMB afungue, CMB Cashman Prezo. Nenda kamweke Mwana FA. Ama mweke Navio wa Uganda katikati, kwa sababu tunafanya East Africa. Mweke Navio katikati, alafu mweke Mwana FA afunge.
CMB afungue, Navio acheze katikati, alafu Tusimwache OG. unasikia? Mm. Navio afanye nini? Alafu South Sudan intro ipigwe na John Frog. OG. John watoto wadogo juzi watuambia wewe. She, OG ni mkali she.